Tuelekeze tu mikono tuambie Mama Irongo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mama Irongo. Happy birthday to you. She has turned 65. Situmpigia makofi mazuri. Mama Irongo, we love you. And we honor the ministry of God upon the aged of this church. Tunaheshimu sana ibada yako na huduma ya kushikilia wazazi wetu. Amen. Hebu nione kama tuko na mgeni. Ni mara yako ya kwanza kuja Intimacy Wednesday. Hujawahi kuja Intimacy Wednesday lakini leo umekuja. Hebu simama. It is your first time. Let us appreciate our visitors for the first time. Let us appreciate them once again. Na kama umekaa karibu na wao, simama and do the necessary. Simama and do the necessary. Amen. I can also see that we have a lot of people who are watching from the online church, and we thank God. Amen. Siku ya leo nataka kuongelelea kuhusu kuweza vita vya kiroho na kivita vya kimwili. Because in this life where we live, we have to be open and prepare our minds that we live in a world where justice is minimal. Kwa akili zako tayarisha ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo haina haki, na sio kuanzia sasa. And I thank God for you who came in this service, and also to the ones who are watching this service online. You might be undergoing a certain battle, ama kuna vita unavyopitia na unafikiria vita hivyo vilitengeneza vikiwa vyako. Usipotayarisha mawazo yako ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo haina haki, wakati vita vitakupata, vitakuumiza. Since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffereth violence, and people who will also be violent will take it by force. And we have to prepare our spirits on how to become violent so that we can overcome the violent world. We have to be spiritual violent. We don't have to sit down and wait for the pattern of the world to conform us. The Bible says that whatever is born of God overcomes the world. We are not born of the world. We are born of God. And overcoming the world is our justice. Ni haki yetu kuushinda ulimwengu ambao hauna haki. Kwa sababu kile kimezaliwa na Mungu lazima kiushinde ulimwengu. Praise the name of the Lord. Na kama jioni ya leo unapitia hali ngumu na ukiangalia unaona hii ni vita, ujue ya kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji walichinjwa, vichwa vyao vikapelekewa watu, wakapigwa mawe, lakini wakasema hata mtu uwe
hata mtupige hatutaachilia imani. Na wakati walienda kufariki ndio mbingu zilifunguka. You know, when I was reading a certain book, hicho kitabu kilinifunza mambo mengi sana kuhusu kuweza vita vya kiroho na vita vya kimwili, kwa sababu unafaa kuunderstand mambo mawili. Spiritual battles attacks destiny. Spiritual battles attacks destiny. Vita vya kiroho huumiza unakoelekea. Vita vya kiroho hulemaza moyo. And now there is physical battle. Physical battles attacks character. Vita vya kiroho huumiza mwelekeo, destiny, hatma. Lakini vita vya kimwili, physical battle, they attacks the character. And in your life, you need to guard your character so that you can preserve your destiny. Munaelewa? Muonekano wako, character, is the most important thing for the direction. Kuna watu ambao their physical battle destroyed their character that led into the blockage of their destination. Na vita, sikiliza, vita vya kimwili, physical battle, husababishwa na wanadamu. Physical battles are caused by our fellow men. Spiritual battle is brought to us by neglecting the rule of God. Unaelewa? Vita vya kiroho hutokana na uasi, rebellion against God. When you rebel against God, you destroy a relationship that binds you with the kingdom. And that is why you start suffering spiritual battles. Because rebellion makes a believer a weak soul. You become weak. But physical battles are brought by men when they attacked your character. Wanapoua, wanapopaka uchafu muonekano wako mbele za mambo ambayo unafaa kushinda. Kuna watu waliinterfere na karakta yako ukafutwa kazi. Kuna watu waliinterfere na karakta yako wakavunja ndoa yako, kwa sababu waliweza kuconvince mpenzi wako that your character is not fit. There are people who left you. Kuna watu walikuondokea na hujui mlifanyana nini na wao. It is a physical battle that was created and your character was attacked. Wewe ukaona tu kuna watu mlikuwa mnafanya nao biashara wakakuondokea jinsi ambavyo hata wewe haujui, na haujui ni kwa nini. Someone attacked your character. Praise the name of the Lord. You were a prayerful person. Ulikuwa muombezi. Ulikuwa unapenda Mungu. Ulikuwa unajitolea katika kazi ya Mungu. But along the way, mambo ya kiroho
yakatoka katika madhabahu, yakatoka katika wahubiri, yakatoka katika watu mnaoabudu pamoja, yakakwaza safari yako ya kiroho. That is a spiritual battle. Praise the name of the Lord. That is a spiritual. And your direction was interfered with. Ulikuwa umeenda vizuri kabisa, ulikuwa umeenda vizuri, lakini katika tu hali ya kiroho, vita vya kiroho vikainuliwa, wakakwaza safari yako ya imani. Na hiyo ndio inafanya muone watu wengi wakisema, we left the church but we did not leave God. Their spiritual journey was tampered with. Let me tell you, leaving the church and you justify yourself that you never left God. In your mind, you forget that you left fellowship. And in your spiritual journey, fellowship is very important. Ushirika wa waaminio. There are battles you cannot win alone. When Peter was taken to prison by Herod, the Bible says it is the fellowship that was praying for him. As a believer, you need a fellowship. Praise the name of the Lord. Because church is a platform where spiritual warmth is generated. Kanisa ndipo mahali ambapo moto wa kiroho huwashwa. Na ukiwa peke yako, kugongwa ni rahisi. Praise the name of the Lord. Spiritual battles exempt you from favor. Vita vya kiroho hukuondolea utukufu ambao huvutia vitu na watu. Praise the name of the Lord. When your soul is powerful, your character is undefiled. Wakati moyo wako una nguvu, wakati moyo wako una uwezo, muonekano wako hutamanika. Kuri andu thabari yao ya kiroho igithata, mathatagia nginya character uria monekaga. No gukorwo andu amwe itu twendetwo tondu ni twendete Ngai. No gukorwo twendetwo tondu twaregeire kwa Ngai. Riria thabari kana bara cia kiroho igatutoria tutiganirie thabari itu na Ngai, ni ukona ni kuri andu magatweherera. Praise the name of Jesus. And you should be aware, lazima uwe umejitayarisha kupigana na wanadamu na kupigania vita vyako vya kiroho. Kwa nini wanadamu hupiga mtu? Why do fellow men raise battles against other men? It is because of something we call occupying. Ukiona mtu anakupiga, ukiona mtu anakusukuma, hiyo sio vita vya kiroho, hiyo inaitwa vita vya kimwili, ili uondoke na yeye awekelee mwili wake hapo. Are we together? Men fights for positioning. Na ndio maana ukiangalia katika Biblia, kile kilifanya Haman ainue vita vya Mordekai ili yeye abaki peke yake. Na ni kwa nini alikuwa anapiga Mordekai? Kwa sababu Mordekai alikuwa na neema ya kupendeka na mfalme. Na njia moja ya kuondoa Mordekai pale
ni kumuinulia vita, ni haribu karakta yake mbele ya mfalme. Sasa one way of overcoming physical battles, it is to stand in truthfulness. To stand in truthfulness. Wanadamu hawapendi mtu wa ukweli. Ukitaka kujiondolea vita vya wanadamu, physical battles, kuwa mkweli. Wanadamu hawapendi mtu mkweli, hawapendi. They don't love truthful people. Na ndio maana wakati Haman alisikia ya kwamba Mordekai ameambia mfalme ya kwamba kuna watu walikuwa wamepanga kuua mfalme, isipokuwa Mordekai alisimama kwa ukweli, hangepigwa. Andu matiendete mundu wa ma, andu mendete mundu wa mahenia, andu mendete mundu wa maiya. Ona githurano umera mundu ucio ni muici, akwira muici ucio witu niwe turenda. Watu wanakuanga hivyo. Ukitaka kushinda vita vya kimwili, physical battles, kuwa mtu wa kweli. Watu hawakai karibu na mtu wa kweli. Praise the name of the Lord. Watu hawainuliangi vita mtu ambaye katika njia zake hana maswali. Praise the name of the Lord. Kwa sababu wanadamu huwa wanapenda sana kukuona katika vita, na ni vibaya sana kujipata kila wakati unasaidiana na dunia katika sarakasi zake. Praise the name of the Lord. Asubuhi kuna mtu nilikanya kwa Facebook yangu, nikamwambia wachana mimi, kwa sababu unataka kunivuta kwa vita ambavyo sielewi, sivijui, vinisumbue. Kwa sababu nikiingia katika ile vita, kitu cha kwanza kukua attacked sio my spiritual growth, sio my spiritual life. They will attack my character. Na ujue kutengeneza character ni kazi. Na nimekwambia the physical battle destroys your character. Na kutengeneza character ni kazi ngumu. Ni kazi ngumu. Nyinyi kwa mmeketi hapa na mimi na wahubiria, kuna kitu kimewavutia juu yangu, lakini mnajua kwamba mimi sikuwa mtu mzuri. Unajua hivyo. Lakini all along the way nimejaribu sana kutengeneza my character to be who I am. Na wakati character ya mtu ni mzuri, anakoelekea ni mbali, na wale wako nyuma yake wanajua huyu mtu atatuacha, kwa hivyo ndio asiende. They destroy your character ili usikutane na destiny helpers, ili usikutane na watu walio na pesa zako, ili usionane na watu walio na kesho yako. Kama unataka kwenda mbali, protect and guard your character. Bwana Yesu atukuzwe. That is the work of the physical battle, to attack your character. Na hata Mungu mwenyewe ana